Wangwana wa Kisumu hamjambo. Kisumu hamjambo. Amoso ujodurua. Jodurua untie. Jodurua umor. Bwana Yesu asifiwe. Hebu munisalimie hewani nione watu wa Kisumu dala, Kisumu dala. Hey! Naona mko area. Hata mimi niko area. Sawa. Kwanza, wacha nichukue nafasi hii, watu wa Kisumu, kuwashukuru sana kwa kunikaribisha hapa Kisumu Pacho. Nyinyi mnajua nimekuwa hapa siku karibu 3 na nimekuja hapa shughuli ya maendeleo ya hapa Kisumu na Nyanza hii. Tunaelewana jameni? Mimi nataka munisikize vizuri. Leo mimi niko Kisumu County, na hapa Kisumu County nimekuja mambo 5 ya muhimu. 5 important things for this Kisumu County. Nyinyi mnajua tuko na Lake Victoria hapa, ni kweli ama si kweli? Na tuko na vijana wetu wengi ambao ni wavuvi, ni kweli ama si kweli? Na uchumi wa hapa inategemea sehemu kubwa mambo ya wavuvi, mambo ya uvuvi na uchumi kuhusiana na mambo ya samaki. Si ni kweli? Nyinyi mnajua nilikuja hapa juu kuanzisha the first fingerlings manufacturing facility ambayo itatusaidia na fingerlings milioni 7 kila miezi 3 tuweze kufanya restocking ya Lake Victoria na tusaidie wakulima fish farmers wakuwe na fingerlings ili tuongeze mapato yetu kwa mambo ya samaki katika kaunti hii na katika taifa letu la Kenya. Leo mimi nimefika hapa for another facility pale kwa port. Leo tumeanzisha mradi mkubwa ambayo itasaidia wavuvi wetu wasipate ajali kule baharini, na wakipata ajali waweze kusaidiwa with a rescue center that today we have commenced the construction here in Kisumu, so that our fishermen, so that the people using Lake Victoria have a facility for rescue and we can avoid the accidents that are going on in our lake. 5,000 people who die in the lake every year, we are going to reduce to make sure that our young people who go to do fishing, they are safe and they can fish for us and we can enhance our food security, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Nyinyi vijana mnanisikia? This morning tumelete mradi hapa ya bilioni 3.5 ya kuimprove facilities ya Lake Victoria, facilities ya transport, facility ya communication and a rescue center both in Busia, in Siaya, in Kisumu, in Homa Bay and in Migori. We are going to build 5 rescue centers so that we make sure that Lake Victoria is a safe place for our fishermen and a safe place for those who use lake transport in Lake Victoria. Tumeelewana jameni? Jambo la pili, mimi nimekuja maneno ya kilimo. Nyinyi mnajua ya kwamba food security ni ya muhimu sana katika taifa letu la Kenya.
Leo tumekuja kuanzisha kiwanda hapa Kibos, a milling plant for our rice farmers, kwa sababu kwa wakati huu wakulima wetu wengine wanapeleka padi yao mpaka wanauzia watu wa Uganda na watu wa dunia ingine, na wanalipwa pesa kidogo sana. Wanalipwa 35 shillings per kilo. Lakini leo tumeanzisha kiwanda hapa na Lake Basin Development Authority. Sasa tutakuwa na kiwanda ambaye itaongeza viwanda ambazo ziko hapa Lake Basin, viwanda ziwe 5. Na sasa wakulima wetu karibu wakulima 6,000 sasa wako na kiwanda mahali watapanga mambo yao ya rice milling, ndio tuwache kuagiza mchele kutoka nje, tutumie wakulima wetu watuzalishie mchele, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Jamani, watu wa Kisumu, tunaelewana? Tunaelewana? Vile vile mimi nimekuja hapa maneno ya stima, kwa sababu mnajua bado tuko na wananchi wengi hawana stima kwao. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nimekuja kuwaambia hivi watu wa Kisumu, ile program ya last mile ilikuwa imekwama, sasa tumeikwamua na tumewapatia watu wa Kisumu shilingi milioni 800 kuunganisha watu 12,000 wengine kwa huduma ya stima. Nyinyi mnanielewa? Kisumu Dala, mnanielewa? Jambo la 4, mimi nimekuja hii Kisumu ni program yetu ambayo itapatia hawa vijana ajira, program ya affordable housing ambayo iko hapa. Leo mimi naenda kuanzisha program ya Lumumba hapo. Tunajenga nyumba 2,300 hapa Lumumba. Hii Kisumu yote, Kisumu County, tunajenga nyumba 10,000 Kisumu County. Nyumba 2,300 naenda kuanzisha leo. Alafu itafuata hiyo ingine, ifuate hiyo ingine. Na mimi nataka nyinyi vijana wa Kisumu, hiyo kazi ambayo iko pale, tunahitaji vijana karibu 10,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa Kisumu mko tayari? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Mko tayari? Tunahitaji architect, tunahitaji surveyor, tunahitaji quantity surveyor, tunahitaji electrician, tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, tunahitaji steel fixer, tunahitaji transporter, tunahitaji mtu ya kufanya accounts, ya kuhesabu pesa, ya kulipa watu. Tunahitaji watu wengi. Nyinyi vijana wa Kisumu mko tayari kwa hiyo kazi? Mko tayari jameni? Hebu nione wala anasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Very good. Jambo la 4, la 5, mimi nimekuja hapa Kisumu ni maneno ya masoko. Mimi nilikubaliana na mama mboga ya kwamba wao pia watafanya kazi mahali kuna heshima, maji, stima na usafi. Niwatangazie watu wa Kisumu, tunawajengea saa hizi soko 12 mpya hapa Kisumu County. Ndio wakulima wetu wapate mahali ya kupeleka bidhaa zao wauze, na wale traders wapate mahali pazuri pa kufanya biashara yao. Na hiyo masoko itakuwa na cold room, itakuwa na storage, itakuwa na mahali ya kusaidia kwa value addition, ndio tuongeze mapato ya wakulima na tuongeze mapato ya wafanyabiashara. Kisumu, mnanielewa jameni? Mnanielewa? Vile vile mimi leo naenda kuanzisha hospitali kubwa ambayo tumewajengea watu wa Kisumu. Hiyo hospitali tumejenga na karibu milioni 800 na nimekamilisha hivi juzi. Leo naenda kuifungua rasmi, na itakuwa ni hospitali itasaidia watu wa Kisumu na watu wa Kenya.
Tunaelewana watu wa Kisumu? Mimi nawauliza, hapa inaitwa nini? Watu ya Kondele. Oh. Kumbe ni nyinyi. Kumbe ni nyinyi. Bana. Kwanza mimi niko na kesi kubwa na nyinyi watu wa Kondele hapa. Haki ya Mungu, nyinyi mmenitesa sana. Nyinyi watu wa Kondele nyinyi. Sikizeni. Mukiendelea kunitesa, nitawashtaki kwa Baba. Na mukizidi, nitawashtaki kwa Mungu. Sasa watu wa Kondele, sawa sawa. Si mimi nilikuja hapa, si mnajua vile mlinifanya. Hata sikuamini ni nyinyi. Yaani nyinyi huwa wangwana namna hii. Hapana. So mimi nawauliza. Sasa mimi nawauliza watu wa Kondele. Sasa tumekubaliana. Si namna hiyo? Nataka mnisikize kwa makini. Sasa sikizeni. Mimi na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aka Baba tumekubaliana ya kwamba ile siasa ya zamani, siasa ya kutugawanya, siasa ya ukabila, siasa ya kutengana, jameni, hiyo siasa tuwache nyuma, tuungane, tuwe kitu kimoja. Munakubali tuungane jameni? Munakubali tushirikiane? Munakubali tufanye kazi pamoja? Ndio juzi muliona nimetengeneza serikali na baraza la waziri ya kuunganisha Wakenya wote bila ya kujali mirengo ama chama ama community ama kabila, kwa sababu sisi wote ni ndugu moja, watu wa taifa moja, with a common destiny, watu wa taifa letu la Kenya. Na tumekubaliana ya kwamba tuungane jameni, tufanye kazi pamoja. Sasa mimi nauliza nyinyi, vile tulikubaliana na Baba, tulifanya makosa ama ni sawa? Ni sawa ama si sawa? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee kuunganisha Kenya, tukae pamoja kabisa. Na tumekubaliana sisi wote tena ya kwamba Prime Minister Raila Amolo Odinga, na tumekubaliana kama Wakenya, serikali ya Kenya mzima, Wakenya wote pamoja na bara letu la Afrika mzima, tukiongozwa na jumuiya ya East African Community, ikiunganishwa Uganda, kule Tanzania, kule DRC, kule Rwanda, Burundi, mpaka kule Somalia. Sisi wote tumekubaliana Raila Amolo Odinga awe kiongozi wa bara la Afrika. Mnakubali jameni, tuende hiyo barabara? Si ndio? Tuko pamoja? Mwisho, nyinyi watu wa Kisumu, nyinyi mnajua mimi si mgeni kwenu. Si mimi mnamnijua? Si mimi nilikuwa deputy party leader wa ODM? Si mimi nilisaidiana na Baba? Sasa kama siku ile tulisaidiana na Baba, Baba akawa prime minister, saa hizi Baba akinisaidia hata na mimi niendeshe hii serikali, kuna makosa? Iko makosa? Kwa hivyo tuendelee? Mnasema tuendelee? Tuko na ruhusa yenu
na kibali yenu, mutatuombea tuunganishe Kenya. Hebu nione wala anasema tuendelee. Na mimi nataka nisimame hapa Kondele nimwambie ndugu yangu mkubwa Raila Amolo Odinga, asante sana kwa kuwa Mkenya mzalendo, mtu ambaye anaelewa maana ya amani, mtu ambaye anaelewa umoja ya Wakenya, kwa kunisaidia niunganishe taifa letu la Kenya. Na mimi nataka nimshukuru sana nikiwa hapa Kisumu for being a Kenyan patriot, for being a great leader, for putting aside our differences so that we can unite the country for the prosperity of our nation called Kenya. Ndugu zangu Kisumu, wacha niwachie hapo. Niseme asante sana kwa kunikaribisha, na mimi nataka niwahakikishie sitawaacha nyuma. Tutatembea pamoja na hii Kisumu itabadilika kwa mambo ya maendeleo. Wacha nimuite sasa, tuko na viongozi wengi.